Mwema popote ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 10. Jina langu ni Sara Nzilani. Katibu mkuu wa idara ya utumishi wa umma Jane Embunya amewataka watumishi wa umma wanaokaribia kustaafu kuwasiliana na maafisa wao wa mishahara ili wanufaike na pensheni kwa wakati. Katibu huyo amesema kuwa serikali itatuma barua za kuwakumbusha watumishi hao wa umma ili kuhakikisha kwamba wanajiandikisha kustaafu kupitia maafisa hao. Kwa mujibu wa katibu huyo, watumishi hao wa umma wakishajiandikisha watapata kanuni maalum itakayowezesha kuingizwa kwenye mfumo wa ufuatiliaji wa pensheni kwa serikali na ambao umeanza kutumika tangu mwaka jana. Moduli ya kufuatilia pensheni ni zana ya kidijitali iliyoundwa kufuatilia, kuunganisha na kuonyesha stahimili za pensheni za mtu binafsi kutoka vyanzo mbalimbali katika sehemu moja. Katibu huyo amesisitiza kuwa mfumo huo umekuwa wa msingi katika kuondoa ucheleweshwaji na kuboresha ufanisi wa malipo ya pensheni katika idara tofauti za serikali. Aidha, katibu huyo amethibitisha zaidi kuwa serikali itaanzisha mikakati mingine ambayo ni pamoja na itaungwa mkono kiteknolojia kuwaondoa watumishi hewa katika idara mbalimbali serikalini. Kididi FM kukuhabarisha na burudani. Na kwingineko ni kwa mamlaka ya ushuru ya Kenya KRA imeanzisha upya chaguo la nil returns kufuatia kukamilika kwa uthibitishaji wa mfumo kabla ya ratiba ya tarehe ya kuwasilisha kodi ya Juni. Hatua hiyo inajiri wiki mbili tu baada ya mamlaka hiyo kusimamisha chaguo hilo kwa nia ya kubadilisha faili kwa walipa kodi wanaofanya kazi. Wakati wa kusimamishwa, mamlaka ilikagua miamala mingine ikiwa ni pamoja na kodi ya mapato, kodi ya zuio, items na rekodi ya forodha ili kubaini wale ambao hawajakamatwa katika mfumo wa kodi. Ukaguzi wa haraka umethibitishwa kuwa chaguo hilo lilikuwa kikamilifu na amilifu katika lango la KRA. Hatua ya kusitisha uchaguzi wa kutowasilisha ombi ilikuja huku kukiwa na wasiwasi kwamba Wakenya wengi wanaendelea kuwasilisha marejesho licha ya kupata mapato yanayotozwa ushuru na hivyo kudhoofisha uzingatiaji wa ushuru. Akizungumza wakati wa mahojiano mwishoni mwa Januari, naibu kamishna Patience Njau amehakikisha kuwa hatua hiyo inanuia kueneza mzigo wa ushuru kwa usawa zaidi na kujumuisha Wakenya wengine kama vile wale wanaopata mapato ya kukodisha. Aidha, Njau amefichua kuwa hati ya watu milioni 22 waliosajiliwa na nambari za siri za KRA ni milioni 8 pekee ndio wanaolipa ushuru kikamilifu, na kati ya hao ni milioni 4 tu ambao hutimiza wajibu wao wa ushuru na hivyo kuwekea vikwazo uwezo wa serikali wa kuongeza mapato ya ushuru. Kididi FM kukuhabarisha na burudani. Na katika habari zingine ni kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imetangaza muundo mpya wa amri na kazi za kitengo cha polisi cha utawala wa serikali ya kitaifa ngapu, ambacho ni kikundi maalum ndani ya huduma ya kitaifa ya polisi. Wizara ya Mambo ya Ndani imesema kuwa muundo huo mpya wa kamandi ngapu umeanzishwa ili kusaidia maafisa tawala wa serikali ya kitaifa wanapotekeleza majukumu yao halali na kutoa usalama. Kitengo kipya cha polisi kilizinduliwa mnamo Januari 24 mwaka 2025 huko Kwale na Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen. Kitafanya kazi chini ya Naibu Inspekta Mkuu wa APS ngapu na inatarajiwa kuunga mkono machifu kutekeleza sera za kitaifa na kuboresha usalama wa umma katika ngazi ya mashinani kote nchini Kenya. Aidha, Wizara ya Mambo ya Ndani imedokeza zaidi kuwa kitengo hicho maalum kitakuwa na makao yake mjini Nairobi. Ngapu itadumisha kampuni tanzu katika viwango vya mkoa, kaunti ndogo, tarafa na eneo ili kuhakikisha hudumu nchini kote kwa kuzingatia shughuli za mashinani. Ngapu hutuma maafisa kufanya kazi pamoja na takriban machifu 3950 na machifu zaidi ya 9043. Kitengo hicho kwa mujibu wa wizara kitaziba pengo kati ya tawala za serikali za kitaifa na jumuiya ya mitaa ili kuhakikisha utoaji wa huduma
na sera kwa ufanisi katika ngazi ya chini kwa kuunga mkono maafisa wa serikali ya kitaifa. Ngapu italenga usalama wa umma, kuimarisha utekelezaji wa sheria na kukuza imani katika shughuli za serikali. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na kwingineko ni kwa Rais William Ruto ametaka uingiliaji kati unaoongozwa na raia katika juhudi za kumaliza mzozo katika nchi jirani ya Sudan, akisema kuwa nchi hiyo haiwezi kuwa na amani katika operesheni inayoongozwa na kijeshi. Akizungumza alipokuwa akiwakaribisha wakuu wa balozi na mashirika ya kimataifa katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto amesema kuwa Sudan inahitaji uingiliaji kati na unaoongozwa na raia, kinyume na operesheni ya sasa inaongozwa na jeshi ili kupata suluhu la amani ya kudumu. Ruto amesema kuwa Kenya itatekeleza jukumu lake katika mchakato wa amani ya Sudan, ikiwa ni pamoja na kutoa mwanya wa mazungumzo hayo hapa nchini Kenya. Pia imetoa wito wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati mchakato wa kuleta suluhu la kudumu la mzozo huo. Aprili mwaka 2023 kumekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan kati ya pande mbili ya serikali ya kijeshi na nchi hiyo. Mgogoro huo unahusisha serikali inayotambulika kimataifa na inayodhibitiwa na jeshi la Sudan SAF na linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah, na linajumuisha jeshi la wanamaji, jeshi la wanahewa na walinzi wa Republican na jeshi la wanajeshi la Rapid Support Force RSF, na linaloongozwa na Jenerali Hemedti anayeongoza muungano mpana wa Janjaweed. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na kimataifa ni kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Andrii Sybiha amesema Jumapili kuwa viongozi wa Urusi na Ukraine wanapaswa kukutana ana kwa ana ili kuharakisha makubaliano kuhusu masuala nyeti yanayohusu mazungumzo ya amani. Masuala hayo yanayotajwa kukwamisha makubaliano ni pamoja na ardhi. Urusi inasisitiza kuwa ni lazima Ukraine isalimishe asilimia 20 ya eneo lililosalia la mashariki mwa Donetsk ambalo imeshindwa kulidhibiti katika kipindi chote cha vita, jambo ambalo Ukraine inalipinga vikali. Kwa upande wake, Ukraine inataka udhibiti wa mtambo wa nyuklia wa Zaporizhzhia ulio ndani ya eneo lililotawaliwa na Urusi. Pamoja na hayo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema Rais wa Marekani Donald Trump ndiye mtu pekee mwenye nguvu ya kufanikisha usitishwaji wa vita katika nchi hizo mbili. Kididi FM, kukuhabarisha na burudani. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 10. Jina langu ni Sara Nzilani. Kididi jioni inang'oa nanga.